tuweze kushirikiana katika neno la Mungu lenye ujumbe huu juu ya woga ama fear, the spirit of fear. Kanisa la Mungu linapigwa sana na roho ya woga, ndiposa ya kwamba hata wakati huu watumishi wa Mungu wanahubiri, lakini katika mioyo yao wanapigwa na hofu nyingi sana. Jina la Bwana lipewe sifa. Mahali tunapaswa kuhubiri ukweli, tunapaswa kuhubiri ukweli. Mahali tunapaswa kushuhudia ukweli, lazima tushuhudie ukweli. Jina la Bwana lipewe sifa. Na katika neno la Mungu, kila sehemu na kila hatua, Yesu alikuwa akiwapa tumaini sana wanafunzi wake, ya kwamba msiogope, maana nipo pamoja nanyi. Wakati mmoja ukatokea kwamba walikuwa wakisafiri kuenda katika upande ule wa Gerasi, na wakati wakivuka katika kile chombo, ikafika katikati ya bahari, upepo ulitokea kwa nguvu sana, ambapo uliitwa dhoruba, ukakipiga kile chombo karibu kuzama. Wanafunzi wake walikuwa katika kile chombo, wakajaribu jinsi ama vile wawezavyo ili kujiokoa katika upepo ule na hatari ile, lakini baadaye walikumbuka ya kwamba tunaye Yesu katika hiki chombo, lazima tumwamshe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi walipopata ufahamu wa kumwamsha, aliamka Yesu na akaikemea dhoruba ama upepo ule, bahari ikatulia na upepo katulia. Jina la Bwana lipewe. Siku ya leo na asubuhi ya leo, huenda katika safari hii ya maisha haya tunapitia katika dhoruba na katika upepo na misukosuko katika safari hii, lakini unaweza kumwamsha Yesu mara moja, na Yesu akasimamisha mawimbi kwa ajili ya maisha yako. Jina la Bwana lipewe. Maana katika safari hii haitakosa misukosuko, katika safari hii haitakosa majaribu, lakini tunapopitia katika majaribu lazima tukumbuke ya kwamba kunaye Mungu aliye mbinguni, mwenye nguvu ya kutuponya na kutuokoa katika hatari zote tunapitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana lipewe. Siku ile ulipokiri kuokoka na kumfuata Yesu Kristo, ndiyo siku ulipotangaza vita vyako na shetani na dunia. Ndiposa siku hii ya leo, mahali kunahubiriwa injili ya ukweli, hakutakosa vita. Jina la Bwana lipewe. Mahali kunahubiriwa injili ya ukweli, hakutakosa vita. Na ndiposa siku ya leo kanisa la Mungu lina vita vingi sana, lakini pamoja na yote Mungu anatutia nguvu za kushinda majaribu. Jina la Yesu lipewe sifa. Tumpige Yesu makofi. Unapokuwa kwa nyumba yako, unapokuwa kwa kazi yako, unapokuwa kwa biashara yako, hii misukosuko haitakosa kutokea. Hizi dhoruba hazitakosa kutokea. Huu upepo hautakosa kutokea. Lakini unapotokea, kumbuka kuamsha Yesu kwa ajili akupiganie katika hatari. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana lipewe sifa. Na neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu hakutupa roho ya woga. Mungu hakutupatia roho ya woga, bali alitupa roho ya nguvu ili tukashinde yale majaribu katika hii dunia. Kitabu cha Timotheo wa pili sura ile ya kwanza, kuanzia mstari wa 7, huo mstari wa 7, na tutaenda kusoma na Bwana atazungumza nasi kupitia kwa ujumbe huo. Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika maisha yako, wakati unapohisi kuogopa
kutupa ndani yako, kwa sababu kuna neno unataka ukaweze kulihubiri, kuna ushuhuda unataka kwenda kutoa na unasikia kuogopa. Jua ya kwamba hiyo ni roho ya shetani, na lazima ukaitambue na kuipinga na kuikataa katika maisha yako. Maana mahali kuna ushuhuda ndipo mahali kuna watu wanaokoka, ndipo kuna mahali watu wanapona, ndipo kuna mahali watu wanafunguliwa. Jana Bwana sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo hapo Paulo anazungumza na Timotheo ya kwamba Mungu hakutupa roho ya woga, bali roho ya nguvu. Na nguvu ni kwa sababu tukashinde vita, tukashinde majaribu ya hii dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana Bwana sifa. Woga ni silaha ya shetani ambayo shetani huitumia ili kuondoa nguvu ya imani ndani ya maisha yetu. Na lazima tukaweze kuitambua hiyo roho wakati unasikia woga. Na wakati mwingine unaweza kuwa una ushuhuda kumsaidia mtu, lakini unasikia roho inapigana na wewe. Unasikia roho inakuambia kwamba sasa nikisimama pale nikitoa ushuhuda, watu watanichukuliaje ama watu watanionaje? Hivyo roho hiyo inazuia kile kizuri ambacho unapaswa kwenda kuwashuhudia watu ili wakaweze kuokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana Yesu nipe sifa. Kwa hivyo lazima tutambue ya kwamba katika ulimwengu huu kuna vitisho ambavyo hutokea ili kuzuia ule ushuhuda wako. Kuna majaribu ambayo hutokea ili kupinga ule ushuhuda wako. Lakini wakati jaribu linapotokea, simama na ushuhuda wako, ushuhudie kile Mungu amekutendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana Yesu nipe sifa. Na hapa nikawa nimeandika hivi ya kwamba woga hautoki kwa Mungu bali kwa shetani, ili imani yako kwa Mungu iondoke. Jana Bwana sifa. Yaani wewe una imani lakini hofu inakuja ili kupinga ile imani iliyo ndani yako. Sasa tambua ya kwamba roho ya woga haitoki kwa Mungu. Jana Bwana sifa. Kile unapaswa kushuhudia, shuhudia bila kuogopa. Kile unapaswa kuhubiri, hubiri pasipo kuogopa. Jana Bwana sifa. Yesu akawaambia mitume wake, msiwaogope wanadamu, wao mwili wasiweze kuwa roho, bali mwogopeni Mungu aweze kuwa mwili pamoja na roho na kuitupa jehanamu. Kile Mungu anataka kwetu ni kwamba tuvae nguvu na ujasiri ili tuhubiri injili pasipo kuogopa. Na katika ujasiri huo ndipo Mungu atakupigania. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mitume wangekuwa na roho ya woga, hawangeweza kubadilisha maisha ya wengi waliokuwa gizani, nao wakawa tayari kupiga vita vya imani, kusimama kuihubiri injili kwa ujasiri, wakawa tayari kuhatarisha hata maisha yao. Jina la Bwana sifa. Maana injili ni vita. Wakati umeamua kumfuata Kristo, lazima uamue ama ukubali ya kwamba kuna mapito utapitia. Majina yako yatachafuliwa, utanenwa vibaya, utadharauliwa na watu, utatengwa na watu, utachukiwa na wanadamu, lakini simama imara na imani yako na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiangalie wanadamu wala kusikia wanadamu wanayokunena kinyume chako ama kinyume cha maisha yako, lakini simama ili kwamba wanakupinga waone kwamba hakika wewe umekubalika na Mungu kuwa mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana Bwana sifa. Lazima tuhubiri ukweli wa Mungu, na mahali ambapo vita vinatokea ni pale mahali pa kukemea dhambi. Jana Bwana sifa. Mahali pa kukemea dhambi. Na hii dhambi haijui mheshimiwa wala haijui yule asiyekuwa mheshimiwa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Jana wape sifa. Dhambi inatawala mtu yeyote, na lazima dhambi ikemewe ili mtu akaweze kupona. Dhambi inaua. Dhambi inaua. Na kama watu hawataki kukemewa, ndio na Mungu nasema ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Yesu Kristo alipokuwa akihubiri injili yake, anasema tubuni na kuamini, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Lazima watu watubu dhambi. Jana baada sifa. Inawezekana kuwa muonekano wa mtu nje ni mzuri sana, lakini ndani yake kuna ugonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndipo la Mungu nasema ya kwamba ninajua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa uhai, lakini umekufa. Basi kumbuka mahali ulipokosea ukatubu. Jana wape sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukisha tubu dhambi yako, wewe utakuwa hai. Jina la Yesu lipewe sifa. Wakati unapoogopa, ni sawa na kumwonyesha Mungu ya kwamba hana nguvu ya kukutetea, hana nguvu ya kukusaidia. Lakini wewe mtumishi wa Mungu, simama na ushuhuda, simama na ujasiri wote, uhubiri injili pasipo kuogopa. Jana wape sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho anayotupa Mungu ni roho ya nguvu ya kushinda dhambi na shetani. Jana wape sifa. Msiogope vitisho vya wanadamu. Msiogope kudhihakiwa na kudharauliwa. Mungu hujitukuza ile dakika ya mwisho. Mungu hujitukuza ile dakika ya mwisho, wakati wa shida na majaribu. Wakati wa Ayubu ambaye ni mtumishi wa Mungu, shetani wakati alipoenda kuomba ruhusa kwa Mungu ili kuja kumjaribu mtumishi wake, shetani alipokuja, alikuja kagusa kila sehemu ya utajiri wa Ayubu, akaua mali zote na watoto wake wote akawaua. Jana wape sifa. Ayubu akapigwa na magonjwa vibaya sana. Muda huo wote Ayubu alimtumainia Mungu. Jana wape sifa. Ayubu akavumilia aibu ya kuchekelewa. Hata na marafiki waliokuwa wakila pamoja na kunywa pamoja walimdhihaki, wakamwambia, inawezekanaje mtu wa Mungu kupitia mateso kama haya? Lazima ametenda dhambi. Ayubu wakati hakuongea chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana bape sifa. Wakati unapopitia shida au majaribu, haimaanishi kwamba wewe ni mtenda dhambi au kuna mahali umekosea, lakini sehemu ya kikombe kilichoruhusiwa kwa ajili ya wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana wape sifa. Kwa sababu ni lazima imani ikajaribiwe. Lazima kuna wakati wa imani kujaribiwa, ila Mungu anataka ukasimame katika kumtegemea, katika kumtumainia. Jana wape sifa. Sasa ule wakati tumaini lako limefika mwisho, ndio wakati Mungu anajitokezea, kwa sababu umemvumilia, kwa sababu umemngoja Bwana, umekuwa mwaminifu kwa kumngoja Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati unapopitia majaribu, unaonekana kuwa mnyonge na mdhaifu, unakosewa hata heshima, unakosewa hata maana kwa familia na kwa jamii na kwa marafiki. Lakini nataka nikuambie ya kwamba
Wakati ule mgumu unapitia, Mungu yuko pale pale. Ni saa tu haijafika, lakini saa inapofika kila kitu kitaenda kuisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana pesi. Usiogope aibu unaopitia kwa ajili ya imani. Usiogope kudharauliwa na wanadamu. Usiogope kuchekelewa na ulimwengu. Usiogope kutengwa na wanadamu. Simama na imani yako kwa Mungu. Isaya mlango ni ule wa 43 mstari ni wa kwanza na wa pili. Nitasoma kwa jina la Bwana. Lakini sasa Bwana aliyekuhuluku, Yakobo, yeye aliyekuumba, Israeli, asema hivi: usiogope, maana nimekukomboa. Nimekuita kwa jina lako, wewe wangu. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharakisha. Uendapo katika moto hautateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu anajua kwamba kuna wakati utapitia majaribu, kuna wakati utapitia shida, na majaribu hapa yamehesabiwa kama moto, yamehesabiwa kama maji mengi. Moto unachoma, maji huleta hofu. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini Bwana anasema ya kwamba yeye aliyekuumba anasema hivi: usiogope. Na anasema hivi: upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, wala mwali wa moto hautakuunguza wala hautakuteketeza. Mungu atakuwa pamoja na wewe wakati wa shida. Mungu atakuwa pamoja na wewe wakati wa majaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati unapopitia jaribu, kumbuka neno la Mungu. Kumbuka ahadi za Mungu kwa maisha yako. Maana Mungu hatabadilika wala hatawahi badilika milele. Na ndiposa hapa anamwambia Isaya kwamba wewe nilikuumba, usiogope, maana nimekukomboa na nimekuita kwa jina lako. Wewe haukujiita mwenyewe katika hii huduma, haukujituma mwenyewe katika hii huduma, lakini aliyekuita na aliyekuchagua atakupigania, atakusaidia. Chozi lako halitaanguka bure. Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana lipewe sifa. Tumpigie Yesu makofi. Anaposema ya kwamba upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja na wewe. Maji mengi ni majaribu mazito, maneno yanakuishia, unasikia hauna la kusema. Kama Ayubu wakati ule alinyamaza kimya, akamngoja Bwana ampiganie, akamngoja Bwana amsaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana lipewe sifa. Tegemea Mungu kwa maisha yako. Mtumainie Mungu wakati wa mapito yako, maana atafanya njia pasipo njia. Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana lipewe sifa. Tuondoe roho za woga ndani yetu. Hali ya maisha yako unaweza ukaachwa na watu wengine waliokuwa karibu na wewe, wanaweza kukufungia simu zao kwa sababu wanakuwa ni kama huwezi kuwasaidia. Watakusaidia, yani utawasaidia na nini? Kwa hivyo sasa wamekuacha huko, hawataki kusikia wala kujua ni mambo gani unapitia kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Yesu anatokezea, anawaambia, mumemweka wapi huyu? Nipelekeni mahali mlipomweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku hiyo Bwana alienda moja kwa moja hadi mahali alipokuwa amewekwa Lazarus, na akamwita Lazaro, toka huku nje. Kwa amri na mamlaka ya mbinguni, Lazaro alitoka kwenye kaburi lake.
na akatoka na akaamrisha kwamba sasa mtoeni sanda, fungueni sanda, mkamwachilie huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu lipewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mamlaka ya Mungu ina uwezo kuliko hofu za shetani. Hofu inaleta mauti. Hofu inaleta kushindwa. Kataa hofu kwa maisha yako. Wewe ni mshindi zaidi ya washindi. Amini Mungu wako kwa maisha yako. Amini Mungu wako kwa maisha yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Usiangalie unyonge wako. Usiangalie upungufu wako. Usiangalie udhaifu wako. Muangalie Mungu aweze kukuokoa. Maana Danieli hangeweza kujiokoa mwenyewe, na wale mitume wote hawangeweza kujipigania wenyewe, lakini walimtumainia Mungu aweze kuokoa, akawaokoa. Tumpigie Yesu makofi. Marko sura ile ya 4 kuanzia mstari wa 35 hadi wa 41. Siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakachukua mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo na vyombo vingine vilivyokuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwepo katika shatri, amelala juu ya mto. Wakamwamusha, wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo kakoma, kukawa shwari. Mstari wa 40, akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata pepo na bahari humtii? Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa naye Yesu, lakini hawakumjua. Hawakumjua na nguvu zake, hawakumjua na mamlaka yake na uwezo wake. Inaweza kuwa unamtumikia Mungu na unamwabudu Mungu, lakini haujui mamlaka yake na uwezo wake. Wakashangaa, ni nani huyu ambaye hata pepo za bahari humtii? Na walikuwa wakitembea na yeye, walikuwa kila na yeye. Kwa maisha yetu tunahitaji kujua na kufahamu uwezo na nguvu na mamlaka ya Mungu aliye ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema ya kwamba upepo ukatokea wenye nguvu sana, ambapo iliitwa dhoruba. Ilikuja kwa nguvu, ikakipiga kile chombo, kikajaa maji. Wakati ambapo kulikuwa na msukosuko huo, wakapiga kelele, wakamwamsha Yesu, wakamwambia Yesu, je, yeye huoni kitu, sio kitu chochote kwetu kuangamia? Yesu akaamka, akaukemea upepo, na aliukemea namna hiyo, akamwambia nyamaza, na upepo katulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu lipewe sifa. Mungu anasema ametupa mamlaka juu ya nguvu na mamlaka yote ya giza. Ametupa mamlaka na akasema lolote mtafunga hapa duniani litakuwa limefungwa hata mbinguni. Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana lipewe sifa. Inaweza kuwa kuna hatari mbele yako, lakini Mungu akakushuhudia moyoni ya kwamba kuna hatari. Na hiyo hatari ukaikansel, na ikawa cancel. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaweza kuwa kuna mambo yamepangwa na yakapangika, lakini ukamwomba Mungu na Mungu akatawala hiyo mipango. Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana lipewe sifa. Ayubu akasema ya kwamba hata kama mwili wangu umeharibiwa kiasi hiki,
ninajua mtetezi wangu yu hai. Jana Baba sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaweza ikawa kwa maisha yako kuna mambo ambayo unapitia ama ulipitia na unaendelea kupitia. Amini siku ya leo, Mungu yule aliyempigania Ayubu atakupigania. Mungu yule aliyempigania Danieli atakupigania. Mungu yule aliyepigania Petro na Yohana atakupigania. Kwa sababu he's alive. Amina. He's alive. Mungu wetu hajakufa, Mungu wetu hajalala. Yuko na anafanya kazi. Amen. Jana Baba sifa. Amen. Hatupasi kuwa waoga ndugu zangu. Dunia imechafuka. Hakuna mahali pa kukimbilia msaada. Msaada unapatikana kwa Mungu peke yake. Wakati unapitia majaribu, ondoa woga, umtumainie Mungu. Jana Baba sifa. Jana Yesu nipe sifa. Kwa sababu ninajua kwamba moyo wa mwanadamu una upungufu sana. Lakini pamoja na yote, ukimtumainia Mungu atakupa nguvu na utashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Usijidhanie kwamba uko peke yako. Hauko peke yako. Uko na unahitaji kuwa na moyo wa ujasiri. Je, wakati unaposikia habari mbaya kukuhusu, je, hatua yako itakuwa ni gani? Wakati habari mbaya, maana si kila wakati habari nzuri zitatokea, hata habari mbaya. Jina la Bwana sifa. Je, utachukua hatua gani? Jina la Bwana sifa. Chochote kilichukuliwa na maadui, Mungu ataenda kukufanikisha na kuvirudisha kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu lipewe sifa. Kwa sababu Mungu huyu tunayemtumikia ni Mungu mwenye nguvu zote. Ni Mungu mwenye mamlaka yote. Jana Baba sifa. Nataka nikwambie kwamba hata kama umetishiwa, umepewa mavitisho vya aina hiyo, simama na Mungu wako. Simama na imani yako. Umwamini Mungu aliyekuita atakuwa na wewe wakati wote. Mapigo ya Yesu Kristo pale msalabani ni uponyaji kwako. Jana Baba sifa. Kama Kristo aliweza kushinda vita, hata wewe pia ni mshindi katika Kristo Bwana wetu. Jina la Bwana sifa. Jina la Bwana sifa. Maana tunatembea katika imani na tunasimama na ujasiri. Haijalishi wanadamu watatufanya nini, haijalishi ulimwengu utatufanya nini, lakini tutasimama. Tusimameni imara. Wakati unasimama katika haki, kuitetea injili, kuipigania injili, Yesu Kristo hatakuacha uaibike. Yesu Kristo hatakuacha katika maumivu na uchungu. Lazima Kristo atakushikilia mkono. Tukatae woga katika maisha yetu. Tukatae woga katika maisha yetu ya imani. Tukatae woga katika maisha yetu. Tunahitaji kujitoa. Tunahitaji kujiachilia kwa Mungu ili kwamba tukaweze kuponya roho na nafsi za wale ambao wanapotea. Jana Baba sifa. Hatutahubiri injili kwa woga, hatutahubiri injili kwa hofu, lakini kwa nguvu ya Mungu, na watu watapona na wataokoka. Jana Yesu lipe sifa. Tumpigie Yesu makofi.